ishara kwamba mmoja hapati fursa ya kujitafakari mwenyewe, kujiingia mwenyewe. Niangalia wenzake wakikosea kitu fulani, angalia anavyofanya. Ukiona wewe katika makosa ya wenzako unawashukia kama radi, unawalaumu, unawadhalilisha, you humiliate others, you dehumanize others, unawaduniisha wengine. Yani akikosea mzee kama, nilijua mzee, haya ndio matatizo ya watu wenye umri mkubwa kama wewe. Angalia anaanza pale. Akimwona kijana anasema, vijana wa siku hizi hamshikiki, tazameni matatizo yenu. Yani ukimwona mtu fundi wa kuwashukia wenzake kama radi toka mbinguni, kuwahukumu, kuwachana nani, ni ishara wazi kwamba ana muda mchache sana wa kukaa peke yake na kujitafakari. Kwa sababu kama unapata fursa ya kukaa peke yako na kujitafakari, utagundua mimi pia kama binadamu nina kasoro zangu na matatizo yangu ambayo wenzangu wananivumilia. Utavutwa pia umvumilie mwenzako, umwendee mwenzako kwa namna nzuri. Hapa leo bwana ndio nakupasha. Upashwe, upashike na wewe bwana. Umezoea bwana. Mimi sijawahi kuona vitu vya namna hii. Leo nakushukia. Yani unaona, na mwingine anasema leo nilikunywea. Yani anamshukia mwenzake kama radi. Ujue hapa pana shida. Huenda mwenzangu huyu amekosa fursa ya kukaa peke yake na kujitafakari na kujiingia mwenyewe introspection. Akajua kwamba kumbe tatizo la kaka yangu na ndugu yangu ndio ninalokutana nalo mimi pia. La kwake limeonekana, la kwangu halijaonekana. Kwa hiyo nimwendee kwa lengo la kumsaidia. Leo nakupa shua. Watu wanasema hivi, lazima nikwambie ukweli. Sawa, wanasema hivi, wanasema truth without love is cruelty. Anamwambia ukweli. Yani dada Ngimba, mimi nakushukia tu mbele ya watoto wako, mbele ya wafanyakazi pale chuoni. Watu wakifika wakikuona wanakuona kama ndio msaidizi wa chuo kikuu pale. Mimi nakuja pale, nimetoka huko ninakuvaa tu. Dada Ngimba, wewe tangu ulifanya hivi, juzi pale nilikwambia udeki, ufagio wenyewe umepeleka nyumbani kwako. Sijui na nini kucha zako tangu ulikata mwaka jana. Sijui yote haya. Hata kama kucha zako ziko kama mwewe, sawa, lakini modality hii ya kuniambia mimi ujumbe, kwa kweli hata nani atapokea nani? Mwishowe mtu ananyanyapasa, mwenzangu na utakatifu wako kaa mwenyewe, mimi uniache. Ukiendelea tunasema, sasa kama hivi hapa bwana, mimi naona tayari nini umekosea katika kumwendea yule mtu. Truth, na nakwambia ukweli ni sawa, lakini truth without love is cruelty baba. Yani wewe unanipasha mimi, yani unanipa sawa baba, bila hata mapendo wala kujifikiria mwenzangu huyu anaonjaje. Unanipasha tu, nikizungukia huko na kufuata huko. Taenda kusimama kwenye mawe hakika. Naanza kurusha mawe yale, naanza kurusha. Baya jamani, walimu wapendwa. Jamani, shika hili. Truth without love is cruelty. Ni ukatili wa hali ya juu. Ndio unaniambia ukweli, lakini namna hii ya kuniambia baba mimi unaniumiza bwana. Unanijeruhi tu. Lakini upande mwingine pia wako wengine tena wanasema, dada Ngimba, hii hakuna shida. Umeiba bia za watu? Mbona wote wanaiba? Anaanza tena hivi, unaona? Sasa vitu namna hii vinashangaza, unafahamu? Kwa sababu nakupenda Father Chacha, kwa hiyo chochote utakachofanya mimi nasema, hii hamna shida. After all people are behaving in the same way. Unapata shida gani? Hata akifanya dudu la ajabu, unalisawazisha tunakusema upande mwingine tena. Love without truth is hypocrisy. Love without truth is hypocrisy. Nakupenda. Kwa hiyo sikwambii chochote cha ukweli kinachoweza kukusaidia wewe. Love without truth is hypocrisy, ni unafiki huo. Bwana wewe namna gani? Hamna shida. Mke wako umemnunulia nini nguo? Sijamnunulia. Usijali bwana. Hata kama akilalamika, achana naye bwana. Kweli bwana. Ndio mapendo hayo. Hapana. Kwa hiyo unaona pia sisi tunahitaji pia kukaa upweke ili tuweze kupata fursa ya kuwatendea wengine kwa huruma.